Athmani Abedi Waziri, Mwenyezi Mungu amrahamu, ambaye muda si mrefu tutampeleka katika makazi yake husika ya kiakhera, tunamtaja kwa wema kama alivyotangulia kumtaja mtoto wangu Sheikh Omar Saad. Mimi nimefaidika kwake kwa tabia, na ninaeleza kwa uwazi kabisa, ni kijana ambaye nimemlea akiwa kindergarten mpaka kipindi hiki ambacho leo ameondoka dunia, akiwa na tabia nzuri sana, akiwa ni mwema sana kwa kumili, na alikuwa ni msikivu kwa mengi katika yale ambayo mimi nilikuwa nikimwelekeza. Lakini si hilo tu, pia alikuwa ni msikivu kwa baba yake. Na mpaka dakika za mwisho inawezekana ikawa baba hajui nini lengo la mwanaye, lakini mimi nikiwa mwalimu wake alikuwa akinidokeza. Ameniambia, Uthman, kipindi cha nyuma hivi karibuni tulipokutana naye na tukizungumza, ninataraji kumfanyia surprise baba yangu ndani ya miaka 2 baadaye. Nikamuuliza, Uthman, ni nini? Nataraji na mimi nianze maisha kama walivyokuwa wana maisha watu, yaani kwa maana nioe. Hili ndilo lilikuwa lengo la Athmani baada ya miaka 2 mbele. Nikajaribu kumuuliza, pamoja na utaratibu huo ambao kwa nia ulikuwa umeweka, nini muonekano wako wa kikazi? Akasema, mpaka hivi sasa kwa kweli malengo yangu yako vizuri na ninaendelea vizuri katika kujiweka vizuri katika sehemu ya kazi. Ndugu zangu, mpaka anaondoka Athmani, kwa taarifa ambayo nilikuwa nimeipata ya ukaribu, ni kwamba alikuwa anatoka kazini, amerudi nyumbani, hapa katikati ndipo alipopata ajali na hatimaye ikawa ndio sababu ya kuondoka duniani. Namalizia kwa kusema tumeondokewa na kijana. Kwa kweli tunasikitika, lakini pia vile vile tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atusubiria katika hili. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yote na yote, jadidu imanakum, qulu la ilaha illa Allah. Ndio tutakwenda sasa. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah. Ndio tunakwenda naye. Kwa hiyo Sheikh umesema sawa na umekumbusha. Familia tunaomba mtu mmoja hapo aweze kuwakilisha familia kati ya Sheikh Shafi na Sheikh Saidi. Alafu Sheikh Abdulaziz utatufungia kwa shukrani na maneno utakayoyateua, kwamba nateua haya niseme, alafu nifunge hivi na hivi na hivi. Inshallah nilisha kufahamisha na mapema, kwa hiyo ratiba inakwenda vizuri. Inshallah maiki hii inaenda kwa viongozi wetu hawa. Amrani la manasa lilbashariyati minhuma, alharamu walmautu amrani la manasa lilbashariyati minhuma, wadunya daru dhiyabatin muaqqatatin au mahattatun istirahatin au karajulin istadalla bi dhilli shajara wartahala. Yaqulu ta'ala ala lisanil kafirina yawmal qiyamah, yaqulu ta'ala ala lisanil kafirina yawmal qiyamah, law kunna nasma'u
au naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ndugu zangu wote ambao tumehudhuri katika eneo hili kwa ajili ya kijana letu, kijana aliyoelezwa kwa mazuri, lakini kijana ambaye wamekuja watu waheri kwenye kikao chake. Mimi nina mawili ya kuiambia nafsi yangu, lakini kuwaambia wote waliohudhuri. Tambueni na nitambue, alharamu walmautu amrani la manasa lilbashariyati minhuma. Wewe kijana unayoringia ujana, wewe kijana ambao unaringia ujana wako, hutaki kumsikiliza Allah subhanahu wa ta'ala, wewe kijana uliotimia kwenye ujana ambaye hutaki kumsikiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ipo siku utazeeka, ipo siku nguvu zitaisha, ujana utaisha. Eleweni, alharamu walmautu amrani la manasa lilbashariyati minhuma. Wewe kijana mwenye nguvu ambaye hutaki kumsikiliza Allah subhanahu wa ta'ala, wewe kijana, wewe mwenye nguvu ambaye ujana wako unakudanganya, jambo la kufa ni jambo la lazima kwa kila mtu. Tazameni Uthmani ana miaka 22 kwa mujibu ilivyoelezwa. Niambie nafsi yangu na nikwambie wewe, badilika, lakini tambua ki Allah subhanahu wa ta'ala ndio jambo lenye thamani na lenye faida kwako. Ulimwengu huu ambao watu wanadanganyika nao, huu ulimwengu huu wa dunia daru biyafatin muakkatatin au mahattatun istirahatin au karajulin istadalla bidhilli shajaratin wartahala. Ulimwengu ambao unauona wewe ndio jambo waliotangulia wakautazama, waliutolea picha na sura, wakasema ulimwengu bwana ni kituo cha muda mchache sana habibi, na wakajaribu kupiga mfano mwingine, asema huu ulimwengu huu bwana karajuli istafalla bidhilli shajaratin wartahala. Hii miaka unaona 50, miaka 40, miaka mingapi, ni kama mtu amekulinganisha na maisha ya akhera peponi. Ni sawasawa na mtu tu amepumzika kwenye kivuli cha mti fulani, halafu akaondoka na akakiacha kile kivuli. Tumwelekee Allah subhanahu wa ta'ala.
tuweni wasikivu nini anatuambia Allah, tuweni wasikivu nini anatuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumza kuhusiana, anazungumza ala lisani alkafirina yauma alqiyama, wale maadui siku ya kiyama watanena maneno, watasema lau kunna nasma'u, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi, kama tungelikuwa sisi tungelikuwa tunazingatia, lau kunna nasma'u, kama tungelikuwa wasikivu yale ambayo tulikuwa tunaambiwa na mashehe, yale ambayo walimu walikuwa wanatuelekeza, yale ambayo yamo ndani ya Qur'ani, yale ambayo yamo ndani ya hadithi, lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'id. Tuweni wasikivu, lakini tuweni sisi ni wenye kuzingatia na kuchukua ibra kwa vitu kama hivi ambavyo vinatokea. Alharamu walmautu amrani la manasa lilbashariyati minhuma, wadunya daru dhiyafatin muaqqatatin au mahattatun istirahatin au karajulin istadalla bidhulli shajaratin wartahala. Tunawashukuru wote mlioyaacha mambo yenu mengi mkatukimbilia katika jambo la kijana wetu. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la heri. Allah akulipeni nyote. Lakini mwisho tunawaomba sana tumswalie kijana wetu. Mwisho ni hivi, tuwaombe sana wote tumswalie kijana wetu ili mambo yawe mazuri zaidi. Tunawashukuru. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la heri. Na kwa kufika hapa niwaambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio dini sinafahamika, na mimi natilia mkazo tu. Kwa hiyo kuna mahala kwenda kuzika yule akara kuimaji mtoto amesoma wa familia ile, akasema mimi namswalia baba yangu. Si katoka manunguniko kidogo, anataka Mungu sisi wanaenda huko ya kuswalia yeye, kaambia yuko sawa kabisa, isipokuwa tumuombe tu labda kwa heshima au sivyo taadhima. Sasa aliyofika sana swalia, kaambia swalia baba, akaswalia na wale wazee wakaomba nini, wakaomba. Huyu upande wa elimu sasa. Kwa hiyo kwa upande wa swala ya jeneza yuko Sheikh Said Rajab kama mtu wa familia na mwalimu wa familia Sheikh Abdallah Ali. Bahati nzuri wamekaa pamoja pale. Sawa, mtu wa familia ni Sheikh Said, yeye ndio jukumu hilo familia imesema, lakini yuko na mwalimu wa familia. Mkimwona yote katika wale ametangulia, la shaka, au atakaibisha mwingine, la shaka. Kingine ni kuwa